Ukiamua kuihifadhi au kuikariri kichwani ni very simple kama utamkaji wako. Ni kitendo cha kusema tu 1 mara 4 toa 60 sawa na 100 plus. Najua mpaka sasa hujaelewa kitu zaidi ya kuona mauzauza. Sasa kabla hatujaendelea zaidi, ni vyema kujua ninavyosema 1 mara 4 toa 60 sawa na 100 plus, ujue na maanisha nini na ni nguvu gani iliyoko ndani ya formula hii, hasa kwa mtu mwenye uthubutu wa kufanya kwa vitendo. Ninavyosema 1 na maanisha boksi moja la vifaranga chotara ambao ni sawa na vifaranga 100. Ninavyosema 4 na maanisha miezi 4 na 60 na maanisha kuku wakubwa 60 ambao wamefikisha miezi 4. Binafsi huwa naita formula maajabu ambayo nawe pia ya kupasa ujue, na in fact ni game changer katika ufugaji wako, kwani kupitia mtaji wa boksi moja tu ya kuku chotara yaweza kuwa sababu ya kubadilisha maisha yako au kubadilisha mtazamo juu ya ufugaji wa kuku. Sasa nisikize kwa makini sana. Kwa kuanza na mtaji wa kununua vifaranga chotara boksi moja, kisha ukawa na mtaji wa walau kuvilea mpaka vitakapofikisha miezi 4, yani kuku wa kuweza kununuliwa au kuchinjwa na kuliwa. Hii ndio itakuwa gia yako ya kuanzia safari yako, kwani kwa mbegu nzuri ya kuku chotara waliosimamiwa vizuri na waliofikisha umri wa miezi 4 ni rahisi sana kuuzwa kwa shilingi 10,000 au zaidi kwa soko lolote hapa nchini Tanzania, kwani mara nyingi kuku hawa huwa wanafikisha uzito wa kuchinjwa au slaughtering weight wakiwa na umri wa kuanzia miezi 3 na kuendelea. Sasa tuweke tu minimum ni shilingi 10,000. Kwa bei ya shilingi 10,000 uza kuku 60 ambayo itakuwa sawa na shilingi 600,000. 600,000 hiyo itatosha kabisa kuweka oda ya boksi lingine la vifaranga chotara ambalo ndani yake patakuwa kuna vifaranga 100. Na baada ya kununua vifaranga, pesa iliyobakia kwenye 600,000 hiyo itatosha kabisa kuvilea vifaranga hivi mpaka watakapofikisha umri wa miezi 4. Zoezi hili lifanye kuwa endelevu, yani kila kuku akifikisha miezi 4 natoa kuku 60 naingiza intake nyingine na kuendelea. Sasa turudi kwenye hesabu ya kuku waliokuwa wamebakia. Ikumbuke kwamba tumebakia na kuku 40 baada ya kuuza kuku 60 kati ya wale 100 tuliokuwa nao. Kwa ratio ya kuku 36 wakiwa majike na majogoo 4 inatosheleza kabisa kwamba kila baada ya miezi 5 wakaanza utagaji wa mayai rasmi. Na hata ikitokea ratio hiyo haipo sawa, yani majogoo yakawa mengi kuliko majike, kwa utakachokifanya ni kuwauza kisha kununua majike ili utengeze ratio ya majike 36 na majogoo 4 ili tuende na formula yetu vizuri. Kama uliwasimamia vizuri kuanzia vifaranga na endapo watakuwa na ufanisi mzuri katika utagaji, utakuwa unaingiza zaidi ya shilingi 6,000 kwa siku moja kupitia mayai au kuzalisha vifaranga zaidi ya 500 ndani ya mwezi mmoja kwa kuweka mayai kwenye mashine. Nasema kwenye mashine kwa sababu kuku hawa hawana ufanisi mzuri katika uatamiaji wa asili, yani natural incubation. Kwa hesabu rahisi iko hivi: kama kuku watakuwa na utagaji wa walau 70%, kuna uwezekano mkubwa kuwa wanapata mayai 25 kila siku, ambayo mayai hayo ndani ya siku 6 ni sawa na mayai 150, ambao ni sawa na tray 5, ambazo ukiuza kwa bei ya shilingi 8,000 ni sawa na shilingi 40,000, ambayo ukisema uigawie kwa hizo siku zote ni sawa na wastani wa shilingi 6,000 kwa siku moja. Na kama ukisema mayai hayo 25 uyaweke ni sawa na mayai 750 ndani ya mwezi mmoja, ambayo kila baada ya wiki 2 ukisema upeleke au uweke mayai hayo kwenye mashine, kuna uwezekano mkubwa sana kupata vifaranga zaidi ya 500 ndani ya mwezi mmoja. Na hata kama ikitokea tumetoa riski zote kwa 25% za kupunguza kuku kama vifo, magonjwa, wizi na mengineyo ambavyo vitapunguza wale kuku 100 wa awali, kuna uwezekano mkubwa sana makadirio yakabaki kwa 50%, yani kwa siku tukaingiza mapato ya zaidi ya shilingi 3,000 kupitia mayai au vifaranga 250 ndani ya mwezi mmoja. Lakini wakati huo huo ule mpango wetu wa kuingiza boksi moja kila baada ya miezi 4 utabaki pale pale. Sasa kama tuko pamoja ni kwamba formula yetu inasema 1 mara 4 toa 60 sawa na 100 plus, lakini katika maelezo elezea 1 mara 4 toa 60, lakini 100 plus sijaelezea. Hii maana yake ni kwamba kupitia mtaji wa boksi moja la vifaranga 100 ambavyo ulivilea ndani ya miezi 4, kisha ukatoa kuku wakubwa 60 ukawauza ukabakia na 40, kuna uwezekano mkubwa ukazalisha maboksi mengine zaidi ya 100 kupitia formula hii. Na ndiyo maana ya 1 mara 4 toa 60 sawa na 100 plus.
Ili kuweza kupata maboksi 100 plus ambayo ndani yake boksi moja litakuwa na vifaranga 100, itakuwa ni sawa na kuku 10,000 ambao watatokana na thamani ya mayai utakayokuwa unayauza au vifaranga utakayokuwa unavizalisha. Lakini pia tusisahau ile formula ya mwanzoni kwamba tunakuwa tunaingiza intake mpya vifaranga 100 kila baada ya miezi 4. Ili formula hii iwe ni ya vitendo zaidi, ya kupasa kuzingatia na kufanya mambo yafuatayo. Namba 1, kufocus kwenye formula husika. Hii inamaanisha kwamba kudili na formula husika kulingana na maelekezo niliyoyatoa hapo awali. Namba 2, kujifunza na kusimamia biosecurity measures zote. Hii itakusaidia sana katika kupunguza riski za vifo, ongezeko la gharama katika matibabu, lakini pia kupunguza idadi ya kuku. 3, kuwapa chanjo sahihi kwa wakati na dawa zingine za msingi kama dawa za minyoo. Lakini pia ikitokea kuku wameumwa, basi hakikisha unawatibu mara moja kwa dawa sahihi na kwa wakati. Namba 4, baada ya mwezi mmoja watenge kuku wao katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza kuku 40 na kundi la pili kuku 60. Kundi la kwanza kuku 40, tenga kuku 36 wakiwa majike na kuku 4 wakiwa madume. Hii itakusaidia sana katika kuwasimamia kulingana na kazi zao wanazokuja kuzifanya baadaye. Ikumbuka kwamba hawa kuku 40 tunahitaji baadaye waje waanze kutaga. Kwa hiyo hata malezi yao na makuzi yao, hasa kwenye chakula na management zingine, ni tofauti kabisa unavyohudumia hawa kuku 60 ambao tuna target baadaye tuje tuwauze kama kuku wa nyama, kwa sababu wenyewe tunahitaji wawe wazito, wanenepe zaidi. Kwa hata management practices zao, kwa mfano chakula na mengineyo, itakuwa ni tofauti na hawa kuku 40. Namba 5, jitahidi sana katika utafutaji wa mbegu nzuri na sahihi kulingana na mahitaji yako. Ikumbuke kwamba wewe una malengo makubwa mawili kama ilivyo kazi za chotara, kwa maana kwamba baadaye una target huo na uzalishaji wa mayai, lakini 2, unahitaji uje uwauze kama kuku wa nyama. Kwa unahitaji mbegu ambayo itakuwa na ufanisi katika matukio yote hayo mawili. Na kwa ushauri wangu, unaweza kuwahusisha wataalamu au wazoefu kwenye ufugaji huu, hasa kuku chotara, ili waweze kusaidia kupa kuku au kushauri kununua kuku ambao na matokeo mazuri zaidi. Na namba 6, ya kupasa kutoa huduma stahiki na kwa wakati stahiki. Huduma kama chakula kulingana na hayo makundi uliyoyatenga, lakini pia kulingana na umri wao. Lakini huduma kama chanjo, matibabu na vitu vingine kama hivyo vya msingi vinavyohitajika katika ufugaji wa kuku, ya kupasa kuvizingatia kwa umakini zaidi, kwa ukaribu na kwa wakati, ili uweze kupata matokeo mazuri zaidi na kwa wakati. Kumbuka kwamba hizi commercial breeds huwa zinafugwa kimahesabu sana. The way watakavyochelewa kufikisha uzito au kuanza utagaji, ndio the way watakavyotumia gharama kubwa, lakini pia kuchelewesha kupata pesa au kukutia hasara. Na kwa kumalizia, nikumbushe kitu kimoja. Kwa mwaka mmoja, tafsiri yake ni kwamba hii formula unaweza kuitumia mara 3, kwa maana kwamba kila baada ya miezi 4 ukiona unaingiza intake moja, itakuwa ni sawasawa umeingiza kuku 300, ambao hao kuku 300, kuku 180 utakuwa umewauza na kuku 120 utakuwa umebaki nao hapo nyumbani kwako, na wataingia moja kwa moja aidha kwenye uzalishaji wa vifaranga au uzalishaji wa mayai.